Baba yangu, baba yangu, baba yangu we. Baba yangu, baba yangu, baba yangu we. Niseme nini baba, niseme nini baba, niseme nini baba, kwa yote nashukuru. Niseme nini baba, niseme nini baba, kwa yote nashukuru. Kwa yote nashukuru. Niseme nini baba, niseme nini baba, niseme nini baba, kwa yote nashukuru. Yo karidi musiki, yo karidi moya, karidi moya. Kusa hiyo kitu. Yo. Kanisa lako baba, kanisa lako na watoto wako, kanisa lako na watoto wako, tuko hapa tumeleta shukrani, tumeleta utukufu. Wewe ulisema, tusipokuabudu na kukusifu na kukutukuza, utainua mawe na matawi yako sifu. Tunajiepusha na mikosi hizo, tunajiepusha na hizo balaa, tunajiepusha na maandiko, tunataka tutimize maandiko yako. Sasa vile umeketi hapa, kilichowaleta ni shida na matatizo na mambo ambayo hayaendi sawa, na umekuja kwa Yesu kwa sababu kwa Yesu mambo yote yanakuwa sawa. Haleluya. Mengine mumeng'ang'ana lakini hamjafanikisha. Bible inasema kwa Yesu hakuna kinachomshinda. Ninasema kwa Yesu kwa sababu hapa muliko sio kwa Morwabe, ni kwa Yesu. Mimi ni prefect. Haleluya. Hebu salimia Eddie Boy namna hii, mimi ni Eddie Boy. Amen. Amen. Ambia neighbor usiconfuse. Yule bado ni Eddie Boy. Mwambie mwenye hapa haonekani lakini ataonekana kwa matendo. Amen. Kwa hiyo ukisema kwa Yesu umefika. Ukipenda kwamba ni ukweli, ambia huyo mtu ako kando yako, mwambie tumefika. Matedia seke Gusii na watu waregoja. Mwambie nonya watanga ine maambia. Na njina za kinyolile. Inde liosu tuwaikire. Pigia Yesu mwana wa Mungu makofi mazuri. Yesu anatupenda, alitupatia kitabu kinaitwa Biblia. Ndio tusikosa network. Ingekuwa mpaka leo unakuja tu kwa watu wanakuambia mimi ndio nimesikia Mungu, mwingine akwambia mimi ndio nimesikia. Si hata mwingine atakudanganya. Atasema pia yeye amesikia, na utafanyishwa vitu hata hakuna. Alitupatia kitabu kinaitwa Biblia ndio tusipotee. Ndio network isipotee. Askofu mwingine atatokea pale akwambie Yesu amesema tukule ng'ombe mzima. Mwingine atatokea pale akwambie imesemekana tutafune nyoka. Mwingine atakwambia imesemekana nilale na mke wako ndio ufanikiwe. Lakini sasa hiki kitabu alitupatia ndio mtu akisema unapokea, uko na reference point. Hii ni ramani, hautapotea. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiki kitabu imeandikwa kwamba shida za watu wote zinaanzishwa na mtu mmoja, jina lake ni Shetani. Hiyo shida uko nayo, tatizo niko nalo, mahali kumeshindikana, shida imeanzishwa na mtu mmoja kulingana na hiki kitabu. Waebrania 2:14 anasema Yesu alikuja awaokoe wote ambao siku zao zote waliogopa mtu anaitwa Shetani.
Sasa huyu shetani anajitokeza miongoni mwa wanadamu kwa njia tatu. Ya kwanza ni kwa kutumia mapepo. Ya pili ni kwa kutumia ndoto. Ndoto ndio tunaita maroho wachafu. Sinakucha watu, nimesikia mkitaja hapa ndoto, unaota watu wamekufa, unaota waliokufa zamani, unaota mwenyewe umekufa, unaota umelala na mwanamke si mke wako, umelala na mwanaume si bwana yako, unaota unakimbishwa na ng'ombe, unaona? Unaota uko kwa shule ya msingi na wewe ni mzazi, umevaa uniform. Mambo hayo yote ndio shetani anatumia. Anatumia mapepo, anatumia maroho wachafu kama ndoto. Na pia anatumia wanadamu wenye wifu, wenye chuki, na wanadamu wengine ambao ni wachawi. Kwa hiyo wengine leo mko hapa kwa sababu ya uchanja wa wachawi, lakini tutapindua. Nasema leo kuna mapinduzi ya serikali ya wachawi. Wachawi wanatamka laana juu ya watu, wakisema linatokea. Hizo zote tunabadilisha. Nasema laana zote tunabadilisha hapa. Jamani, simshangilie kidogo, munitie moyo nione nimekuja kufanya kazi. Bwana umoja kongoro kiuna mokobea. Hebu mikono pamoja kwa jina la Yesu. Piga Yesu makofi mazuri. Laana zote zingine ni za kiukoo. Umesaliwa mahali watu hawawezi kuendelea. Tutabadilisha hiyo. Tunafunja hiyo. Kuna kitu Yesu alinipea miaka 14 iliyopita kinaitwa upako. Na niliposoma Biblia Isaya 10:27 inasema upako ufunja nira. We break every curse. Every curse shall be broken. Kuna watu hawawezi kupata kazi kwa sababu ya laana. Itoke. Itoke. Kuna watu hawawezi olewa kwa sababu ya laana. Ivunjike. Kuna watu hamna amani, hawawezi kuwa na furaha kwa maana kuna mtu alitamka. Hayo matamshi yao nabadilisha, naweka amani, naweka amani, naweka furaha, naweka raha kwa jina la Yesu. Pamoja na kwamba shetani anatumia kila njia, pia shetani hutumia hata uongo. Anatumia uongo. Uongo akona wachungaji. Nasikia Biblia inasema siku za mwisho kutakuwa na wachungaji ambao watatoka kwenye imani na watahubiri uongo. Nasema watafundisha mafundisho ya mapepo. Kama kuna watu wanafundisha mapepo, wanasema watu watoe pesa ndio waombewe, ni mafundisho ya mapepo. Kwa sababu Biblia inasemaje? Mathayo 10:8 inasema wagonjwa muwaponye, wenye ukoma muwatakase, wafu muwafufue, walio na pepo muwakomboe. Mmepewa bure, mpeeni bure. Ukisikia mtu anasema sio bure, hayo ni mafundisho ya mapepo. Halo? Amen. Ukisikia mtu anasema umeombewa, toa kitu, pepo. Ukisikia mtu anakuhusia chochote cha upako, iwe ni handkerchief ama maji, pepo. Mafundisho ya mapepo. Na kanisa halijui kwamba mafundisho ya mapepo yanafundishwa kanisani. Utajuaje ni fundisho la pepo kama haliko kwa Biblia? Haleluya. Watu wote waliopeleka handkerchief kwa Paulo walipeleka free, wakaponya watu free. Matendo ya Mitume 19:11. Wanapewa sifa. Haleluya. Kama utaki mafundisho ya mapepo, jifunze Biblia. Ndio utajua. Wengine wanasema tukifanya miujiza ni mapepo yanafanya. Hapana, hayo ni mafundisho ya mapepo na ni uongo. Biblia inasema watumishi wa kweli mtawajua kwa ishara, maajabu na miujiza. Wakorintho wa 2:12. Ambia neighbor jifunze Biblia. Na ndio talieru. Katika uponyaji na uombezi wa aina hii, mahali popote mahali shetani anashindwa, pesa haitumiki, damu ya Yesu na imani. Bible inasema wenye haki wataishi kwa imani. Warumi 1:17. Katika kila tatizo linaloletwa na shetani, Biblia inasema Bwana atafanya njia ya kutokea. Wakorintho wa kwanza 10:13.
Wakorintho wa kwanza 10:13 nasema hivi, matatizo yaliyowapata ni sawa na yaliyowapata wanadamu wengine, lakini Mungu wenu ni mwaminifu, hata waacha mjaribiwe zaidi ya uwezo wenu, na mtakapojaribiwa atafanya njia ya kutokea na kuyafanya yale matatizo yawe chini yenu muwe juu. Kila mtu aliyekanyaga hapa utakuwa juu leo, na muda si mrefu utakuwa juu sana. Haleluya. Ambaye hajawahi shika mimba utashika. Ukishafika kwa imani tumesha kutest. Wewe sasa ni conception, pure box, pregnancy na mtoto. Hata kama ni miaka mingapi, kwa jina la Yesu. Hakuna jina jingine, sio jina la Morwabe. Bible inasema hakuna jina jingine ambalo kwalo tunaokolewa isipokuwa jina. Matendo ya Mitume 4:12. Haleluya. Sikia, sisi ni watoto wa Mungu. Hata kama umetoka makanisa yenu, you are a child of God. Haufai kutembeleshwa na uongo na mwana hii. Unakuliwa kama mchinga. Biblia inasema Hosea 4:6, watu wangu wanapotea kwa kutojua. Na Yesu akasema Yohana 8:32, mtajua ukweli na ukweli utawatia huru. Kristo apewe sifa. Ambia neighbor kuna njia ya kutokea. Haleluya. Na hakuna njia nyingine ambayo haiambatanishwi na neno. Njia ya kutokea kwa matatizo ya kishetani ni kwa ufahamu wa neno. Ndio maana inasema mtajua kweli na kweli itawatia huru. Kama ni magonjwa, inasemaje? Zaburi 107:20 inasema alituma neno lake akatuponya na akatuokoa kutokana na maangamizo. Kwa hiyo leo kwa neno la Mungu utaponywa. Kansa itayeyuka, ukimwi sinakwenda, diabetes sinaenda, pressure inaenda. Kama unaamini upige tu Yesu makofi kwa heshima. Amen. Haleluya. Hilo neno la Mungu linakuja kwako kupitia kwa watu kama sisi. Ndio maana umekuja kwangu, si kuja kwako. Niliinuliwa hapa na Mungu, nikapewa suruhu ya mahitaji yako. Igonda okobege ndongere kiao kebekirega. Buna wacha ene account yao. Withdraw again tota getoen. Na kinere traga ekiagera bono. Account no igoretega. Ogoja kwa withdraw healing kwa agenda. Kwa withdraw peace kwa agenda. Kwa withdraw joy kwa agenda. Amen. Hata wale mnataka kushinda wachawi, msishindane na wao, huenda wakawashughulikia. Lakini sasa mimi tumefanyika na wewe kitu kimoja, tutawashinda haraka. Haleluya. Sasa mimi tumechaguliwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso 4:11 kwamba yeye ndiye alinua wengine akawafanya mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji, wengine walimu, ili wautumikie mwili wa Kristo. Sasa mimi nimeinuliwa hapa kama mtume. Amen. Na unasikia Biblia inasema kwa mkono wa nabii Mungu aliwaokoa Waisraeli. Hosea 12:14. Hosea 12:14, kwa mkono. Kwa hiyo sisi tulipoitwa na Mungu alituambia namna ya kufanya. Sasa sisi tunakusaidia namna gani? Tunakusaidia kwanza kwa kukuletea neno. Maana neno linaleta wokovu ndani ya maisha yako. Linaleta furaha ndani ya maisha yako. Linaleta uhai ndani ya maisha yako. Moyo wako ukiwa salama, mengine yatakuwa salama. Kwa sababu injili kamili inapoingia ndani ya mtu, inasababisha mambo matatu. Jambo la kwanza, inakuhakikishia uzima. Jambo la pili, inakuhakikishia uponyaji na afya. Na jambo la tatu, inahakikisha unakuwa tajiri. Ndio maana injili si uchawi. Uchawi unaondoa utajiri kwa watu, unakoroga baraka. Lakini injili inapokuja, Bible inasema baraka ya Mungu inatajirisha. Methali 10:22. Na inasema angalia Mungu wako atakupa nguvu ya kutajirika. Kumbukumbu la Torati 8:18. Mungu atakupa nguvu ya kutajirika.
na kwa kufanya hivyo anatimiza agano lake. Sasa mimi Mungu amenichagua kwa ajili yako. Baraka iko. Na unajua vile Mungu aliweka system, aliweka baraka kwa watu wakubwa. Sio watu wakubwa kiumri, lakini watu wakubwa kiwito. Aliweka baraka kwa watu wakubwa, na ndio maana imeandikwa kwamba msidanganywe, wadogo wanabarikiwa na wakubwa. Waibrania 7:7. Sasa hivi vile umekuja hapa leo, unatoka na mambo matatu. La kwanza nikiangalia kwa macho, mmempenda Yesu. Hiyo sina mashaka. Umuntu rero mubika gantigareti na kingona kwega saraiga ntowae. Mwensi pili mwitabire Yesu. Kuruwe sama hizo. Kwanza na ngoja kwa inoga omwaje kyara mu mwanjete tatika mutanda stand dine inki bintu bitarabera buya. Bono tuna karabati. Tutaunda. Tunaunda. Next time unarudi hapa, unarudi na ushuhuda, unasema siku ile nilikuja nilipona, siku ile biashara ilipona, watoto wangu walipona, ndoa yangu ilipona. Amen. Hallelujah. Kwani tuko hapa kama matuaristi usentomate ndoto wala? Hebu niona wale mnajua mko hapa kwa sababu gani? Na kama unajua unachotaka hapa unapokea. Hallelujah. Sisi tunawapatia neno, ndio njia yetu tuliitwa. Na la pili, tukaamrishwa na Mungu tunyosha mikono yetu juu ya wagonjwa. Kwa mujibu wa Biblia, Marko 16:17, nasema mtanyosha mikono yenu juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo pia mimi nikijua kwamba nimeitwa, wakati Mungu aliniita, nilimuuliza ni kweli umeniita? Maana nilikuwa na kazi yangu. Akanitoa huko nikakuja. Na tangu niingie hapa sichakuwa disappointed. Nimeona kina mama wakipata watoto, watu wakienda ng'ambo, watu wakitajirika, watu na ndio maana niko hapa kwa ujasiri mkuu kwamba hata leo atapona mtu hapa. Hata leo familia itainuliwa. Hata leo biashara itafunguka. Roho ya kifo itatoka hapa leo. Hapa hata chinyonga mtu. Kama ni wewe unabarikiwa, sema amen. Amen. Nina ujasiri na Yesu sana. Nina ujasiri na yeye kwa sababu mimi kwa hii miaka yote nimehubiri, especially ya kuombea watu nimeombea Kisii kwa miaka 11 sasa. Wale wa kuombea hapa Kisii. Sijakuwa disappointed. Hapana, sijakuwa disappointed. Hapana. Hello? Yes. Maybe leo wewe unidisappointed. Kuna watu wanaenda kwa Yesu wanarudi bila baraka. Niulize neighbor, wewe ndio utaondoka bila kitu? Mumbori nganaja wasoka hapo sababu saiga. Unakorra kana viega. Igotora connect. Mumbori ngatora connect. Ga kiti moto kolia maisha kabusa. Morwabe rati tafadhali oruanege, there is a miracle for you in this place. Mungu anakuanga hapa. Na ni vizuri ujue. Nyole gento gia koreta, gena na karoki. Onye no mugongori go gwatia, beko buriro buga soka go chiari go tuma. Abantu batari korra. Watu ambao wako wanaona, walipokutana Yesu, waliona. Ambao wako wanatembea, walipokutana Yesu, walitembea. Waliokuwa mapega, walipokutana Yesu, walitachirika. Waliokuwa wamefanya dhambi, wanaenda kupigwa mawe, walipokutana Yesu, walisamehewa. Wewe leo mnakutana Yesu, utaondoka ukiwa namna gani hapa? Halo? Sisi tumeambiwa tuwawekea watu mkono. Mimi hata sichuangi nini kinafanyikanga, nasikianga kwa ushuhuda. Na wewe ukibarikiwa usinyamaze. Biblia inasema utamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Ufunuo 12:11. Walk like that. Sisi tutakuwekea mkono, na pia tumeruhusiwa na Mungu kutumia vitu vingine kama handkerchief ambayo siwapei leo, nilipeana Jumamosi. Hallelujah. Msikubali ya ujinga. Sasa sisi tumeruhusiwa kutumia vitu kama handkerchief, maji, maji tunatumia, anointing oil tunatumia, yote hayo tunatumia sana, especially zile vitu siko kwa Biblia na ambacho Mungu ametufunulia na tumeona maana yake. Lakini pointi kubwa ni kwamba kila kitu unachopokea kwa kanisa lazima kiwe free. Kama sio free, ujue iko hidden agenda. Kwa sababu na umuri tayari.
Kisege ntaka na mengo bero kaboko iga shetani ga kuruse bintu bya abege to account ye yuti gara yesabe ke bintu bitake ire kobo. Hey. Gusii na kibono. Shetani na mbona uri karasta akubwato kete kale. Bono na yenta ke to mubwato ke aye. Wachana na yeye. Aliyesa achire to basa kumuirania. Tigagende kabisa asiri ya Yesu. Akwende kabisa. Na ukipokea nguvu na ujasiri. Biblia inasema Mungu akatupatia roho ya uoga. Ametupatia roho ya ujasiri na upendo. Kwa hiyo ukirudi nyumbani takwira mnalichara. Bara gino baragu bako na Gusii. Na yako mekwera mneke kwangu. Genda mneruoti. Bona gokoruga anye wacha goko enyeri. Tigaba korra mnogo tajaburopa. Nande bakobodi na kin kwabwe na bana batabinga Yesu moya ale. Nainde bangere report yi abantu konyo bakondoga Pastor Morwabe gatabanga guchaka bono bajakire Gusii. No yugo tebinere. Mbwati siaso gukwana mangana manene yogo toleka. Ngakibono moikaranza mu mapa omona mo. Emosimentiri. Minto mwanya getinge. Ndo anja go chandeka. Sit down. Sema nehema ya Bwana imefunguliwa kwa watu wote na inatufundisha tukatae. Sema nimekataa. Sitakufa. Nitaishi. Nitangaze wema wa Kristo katika nchi ya walio hai. Sema nimekataa. Sitaua kuanzia sasa. Nimekataa. Sitakuwa uwanja wa wachawi. Kama unaamini inua tu mkono sema amen. Kwani wewe ndio wa kukanyagiwa? Wewe ndio wa kusema vibaya? Wale mko tayari kukanyagiwa? Hii endelea. Mimi nilikataa miaka 25 iliyopita. Nikataa sitaua mpaka leo. Na utaniona kwa hiyo kipindi. Ati Pastor Morwabe no wale magana mamorole. Yani tu kui. Kitu aruto. Na nilikataa. Siwezi kuwa mtoto wa tajiri ambaye ameketi kwa kiti cha enzi ninangangana hapa. Hapana. Maana yeye mwenyewe amesema ametupatia nguvu ya kutajirika. Na ni kama vile nilikataa kwamba siwezi endesha gari ndogo. Afadhali nipande pikipiki. Because neno la Kisii la kuingia kwa gari aba kusibadanga igokolina egari. Ona otu araka gari ote ikolina ogosa guchimbe buno mung'anyi. Egari okolina, you know, ni kupanda gari, si ni kupanda. Bono go ikotu wale gari ekoline ka. Na mimi ninapoongea hivi, ujue kwamba wale mnanipokea kwa ndani, kwako kumeanza kutengenezeka barabara ya gari. Nilimwahidi Mungu kwamba mimi ati kwenda mahali na kwenda kuzikwa ati ndio barabara inatengenezwa. Hata kama bila gari, tengeneza barabara, tengeneza parking. Yaani hata kuwe na mnagani. Si ati unangojea ufe ndio watu waanza kukatakata basi wewe korabia. Hapana. Anza kujiandaa kama wewe ni mtu wa imani. Jiandae kwamba gari langu linakuja ama toboli anangochale, omuchanga ngochore tigando sie bara mapema. Aserieta. Mimi ni mujane namna gani? Wachane wangapi wako hata parliament? Wacha mambo ya kuchiriria bwana. Menyabuja. Na ndo bogimori moko tena wewe bikanza bori obuyo obuyenge. Pamenya. Bona yo menyi to bogimo obuyenge, obobe. Lakini wako ande kanza batara bogimo obuyo. Jetiri batara ocha obuyenge, jengo ko robia bogimo obuyo obuya. Hallelujah. Obugi mapa wenda koba. Kakina bwengea lakini wobe? Bona yoro jobo bwa obwenge mbuyobo irete. Tobwati no nege ntokoria. Botuko no koroto koragira chinyama ojikobogaga eskuma tobwati. Eskumokorie tioga tokora waitio kana. Ya sarekire. Tobwati no nikino sikomi. Karuabu. Na kimwachira gamba bwati semba watoko boko igata soke. Ng'anjere ngo bwatoko bokoto soke kurwa seme chande.
nishike mkono wako tutoke. Haleluya. Biblia inasema kwa mkono wa nabii Mungu aliokoa Israeli. Kwa mkono wa nabii. Haleluya. Mko tayari? Nataka muishi maisha ya furaha. Nasikia msikubali kufa. Karaba around. Ekarole moyo faida gera si Yesu. Ekarole moyo. Ole moyo asobyo bwaye. Ukiwa hai faida ni wa Kristo. Usikubali kufa ovyo. Ndio maana Biblia inasema nitawaondolea magonjwa miongoni mwenu. Magonjwa yanaondolewa. Si ati ni uponyaji tu. Kuna wengine mtaponywa, lakini mimi nataka ukikuja kwa Pastor Morwabe sio mambo ya kuponywa, ni mambo ya ugonjwa kuondolewa. Hiyo ni tofauti. Unajua ukiponywa unaweza ugua tena. Lakini ukikalishwa mbali na ugonjwa, mko separate. Basi that's good. Ona mimi nilikuwa nimeona hapa hata mwaka wa 2020 watu wanakuja wana corona, waliugua, watu wamevaa maski, kuna mwana ya vegetaiga. Baba itengo kubale. Nchina bana tokoretiga baka banane. Na bonde galioka. Bali mwaje 2020 mwana jene maski. Wagonjwa walikuwa wanaletwa hapa wa corona mbio kuna mmoja kwanza analetwa critical na ambulance paka hapa. Nikaambiwa man of God, ongea kutoka huko. Hii iko critical ni mbaya. Nikamwambia hebu mlete hapa maana mimi niliambiwa niwaweke. Maana imeandikwa tuwaweke. Labda tukiamuka siku moja tupate dunia nzima hatuna mikono. Ninaweza uliza Mungu tena atupe formula nyingine. Sasa wewe unaambiwa kwa simu na imeandikwa wawekea mkono. Nani anakuwekea mkono kwa simu? Because shortcut ya Biblia ni kuwekea watu mkono. Kwa nini ninajihangaisha na mambo mengine? Kuna uwezekano ndio wa kusema neno na ikafanyika. Lakini hata haya maombi mnataka niwaombee kwa simu. Wewe ndio unasikia kama maombi ama ni Mungu? Ngina yote yatatekelezwa. But I pray for you. Are you ready for hearing now? Yes. Are you ready for hearing now? Yes. Na tafadhali ukitoka hapa ujue unapokea mambo matatu. Lakini ile moja nimeona mmempenda Yesu, lakini ya pili ni uponyaji na inaitwa afya. Tako na kurwara ofyo. Kora na nero na kukua itani dia baroki kwa itaireke waki. Number 2 unaondoka hapa na utachiri. Hizo maroho zote na ndoto zimekuwa sikikuzuia tunasishinda kwa jina la Yesu. Na nguvu za shetani zime na nguvu za zime nguvu zimeshindwa asifiwe Mwokozi. Nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, asifiwe Mwokozi. Damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, ninapokwenda kuwekea watu wako mkono, naomba neema na kibali, na kwamba kila mmoja aliyekuja hapa arudi nyumbani akishuhudia makuu yako. Asante kwa neema na nguvu za Roho Mtakatifu, ukajitwalia watu hawa na utende makuu kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Naomba tuketi. Kutana naye Pastor Morwabe Bita wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi, na saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa.
siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni, na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. Ndizi TV, ubwanzu bw'omuguzi. Omulirya bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ly'obuncholia bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwikere abaligirya kurwa chikaunti isano na ibire ekyo kirasorogonko rwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryotogwikere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwenso bw'omuguzi nigo bono yakirundekerene negokurondera chibiche chinkiya na bwigo chinkeno nukukigima na bwogotonyora